Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba popote ulipo Mungu amekulinda, amekuweka vyema. Mara tena nashukuru Mungu kwa fadhili zake na wema wake. And today being another new day, kuna jambo ambalo nataka kushiriki in the name of Jesus Christ. We have been talking many things na nimeongea mambo mengi about the voices that speak in the lives of people. But today, I want to take a direction of faith. Mwelekeo wa kuongea kiasi kuhusu persistent faith. Imani ambayo inafuatilia. Na ninapoongea hivyo, as I introduce this topic today, watu wengi hupitia mambo na watu wengi hujipata ya kwamba they are going through some trials, some things ambazo wanaona ya kwamba zimewalemea, na the moment wanachukua hatua ya kwenda kuomba, unapata ya kwamba after some time watu wamefika mahali pa kufifia na kuchoka. But let me come to you in the name of Jesus with this message. Let us believe more and even persist more katika jina la Yesu Kristo. Ni mapenzi ya Mungu aone ya kwamba tunafuatilia katika imani mpaka tupokee. Now, there is a story in the Bible of a woman ambaye alifuatilia Yesu Kristo mpaka Yesu Kristo akaona ya kwamba sina jambo lingine, huyu mama lazima nimtimizie. So we'll be speaking from the book of Matthew chapter 15 from verse 20 from verse 22. Bible inasema, a Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord. She said, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Now, there is a story that I want to attach to this one about persistence. And I want to talk about persistent faith. Imani inayofuatilia. Ni mara ngapi umejipata ya kwamba you are tired? Mara ngapi umejipata ya kwamba you are not okay? Maisha yako imekupeleka pahala pa kufikiria ama pa kuona ya kwamba mimi ninaumia na sijui nifanye namna gani. So, this woman, even as we share about persistent faith, the Bible says this woman alikuwa Mkanani. She was a Canaanite woman. Hakuwa Myahudi. She was not a Jew. Na Yesu Kristo anasema kinagaubaga ya kwamba si kutumwa kwa watu wengine ila kwa kondoo waliopotea wa Israeli. So Jesus in essence is saying ya kwamba I don't have any portion for any other nation. The portion I have, the grace I carry is to minister to Jews only. So Mungu na awe na watu wake katika jina la Yesu Kristo, even as we share this in Jesus mighty name. Ni kwa neema ya Bwana
tuko vile tulivyo today. It is by the grace of God we are the way we are today, that we are children of God. Hatuwezi linga na kile ambacho tumepewa na Mungu. Tujue ya kwamba kuna